Alo, niko na Chris Flavor hapa ndani kabisa. Anakuambia sinonebe mimi na njala. Sinonebe mimi na njala. Munia mukopo na viaza nyumbani na shupia nisha mukopo. Riha pore pore mimi ni tele mateni nyataka mzini na kwa mbola we. Sinone na refiti mambo gangu bado. Mambo safi kabisa. Karibu sana ndani ya Redikaya. Mimi naitwa Auntie Zaina Beauty ama Kanzo Mambili. Ndio. Wanakuita Chris Flavor. Chris Flavor mwenyewe. Chris Flavor wa Mwenga. Wa Mwenga. Ni flavor yani baby. Flavor ya Mwanzele. Flavor ya Mwanzele. Okay, tuko ndani hapa ndani ya Redikaya. Karibu sana kwa kuja na tunashukuru umekuja. Unajua watu wanashangaa demo mkopo yembeni hii. Lakini ndivyo maana tuko na Chris Flavor ndani ya nyumba ya Redikaya kabisa. Nikitaka nimuulize tu jamani, muziki wako umekuaje ama umeanza muziki kivipi mpaka sasa ukiitwa Chris Flavor? Muziki wangu nimeanza 2019. Hapo ndio muziki wangu. Na nilikuwa sijajua kwamba niko na hiyo talent ya muziki. Lakini kuna vitu ambazo zilikuja, nilikuwa kila nikilala na mtu ananipigia makofi na sijui ni nani. Unaona, yes. Mtu ananipigia makofi simjui hata kidogo ni nani. Ya ukweli kabisa. Hiyo ni ukweli, bila kutunga wala nini. Hiyo ni ukweli kabisa. Unaona? Sasa ile mara ya mwisho kuja akanipigia makofi na akanipea huo wimbo. Kaimbe hii. Alikupa wimbo upi? Valentine. Lolo warango wera Valentine. Lero nakutangaza mbele za umati kila moto akujue. Lolo warango wera Valentine. Sasa hiyo Valentine alikuwa kutia makofi ama ndio nini? Sasa mimi sijui, lakini ile ndio ngoma yangu ya kwanza kurekodi. Na hiyo ndio nilifanya kuletewa kwa ndoto na nikaenda nilivyoenda kurekodi na ndio hivyo. Jamani, watu wanaletwa mpaka muziki ndani ya ndoto. Kabisa. Changamoto zipi umekuwa nazo kuanzia 2019 mpaka sasa 2026? Changamoto ni nyingi. Kwa sababu unataka kwenda rekodi, unataka kufanya vitu vikubwa, hauna do, unaona, na wewe kujulikana mpaka utoe nyimbo na ukaenda studio, watu nini producer mlipe ndio kutolee. Changamoto ni nyingi. Na yani sasa umesema kwa kuna changamoto ya pesa. Mbali na muziki, kuna vibarua vingine unafanya ili upate hii pesa kwenda kurekodi? Kwa hiyo nilivyoanza nilikuwa sina kibarua chengine, lakini kwa sasa hapo ndani ya muziki bado nimejifungulia kazi zingine ambazo zinasaidia muziki. Yes. Na nyimbo ya pili sasa, hii mkopo yenye kila mtu sasa ndo anaijua. Ulitoa mwaka gani? Mkopo nimetoa mwaka huu. Mwezi wa pili, wa tatu. Okay. Na imeshika sana. Imeshika kila kona. Nilisikia furaha sana, Ndio umeweza kuiperform pahali simu ya mkopo? Nimeperform kwingi. Kwa sababu mimi kwa mwezi sikosi show 5, 6. Sikosi. Na vipi mfukoni ukipiga show zaidi ama kuna dhulma? Okay. Kwengine ukienda, unajua zile za dhulma huwa ni zile za labda mtu umeelewana naye akakulipa 30,000, amekupa deposit, umeenda piga show, labda hakukuja, labda pengine date ilikuwa vibaya, watu hawana pesa mfukoni. So umekuta pale, baada ya pale unaweza ukimaliza show pale, pengine boss amechomoka, inabidi mambo na masimu nini amekuachia watu na watu magarama tena. So challenge ziko mob, but for now tunashukuru maana unazienda mahali ukaambiwa chukua gate. Unaona, za gate huwa zinalipa kuliko za cash. Ukiambiwa tulipe gate, watu walipa sana. Maanake unaweza lipisha kwa gate 400, 300 kwa mtu mmoja. Ndio hiyo pesa nyingi. Ukiingia kama watu 100 na mtu 400, hiyo sasa mnagawanya na hiyo pahali. Alafu gawanyana, gate ni yangu, yeye anauza drinks. Ndio nimekuelewa sasa. Sasa ukisema kuna ile dhulma, unajua saa zingine manager akiwa pale kidogo anatatua Chris Flavor, kuna manager ama yeye ndo manager? Kwa kweli kwa sasa sijapata manager. Na ungependa ama akikuja tutafanya through agreement, sababu zile vitu ambazo ninahitaji anifanyie yeye kama manager ni awe ana uwezo nazo. Lakini kama hana uwezo nazo
Mimi sitaki manager wa kunitafutia show peke yake. Nataka manager ambao hata atalinda mpaka brand yangu. Azidi kuikuza kulingana hapa nilipo. Mimi nimeng'ang'ana bila manager mpaka nilifikia hapa nilipo. Kwa hivyo ni akikuja anizidishie. Si akuja nibaki hapo hapo. Akupandishie usipate ile flavor nyingi. Kabisa. Unajua tena. Okay, shukrani sana. Hata sana hii maswali mengine nataka tukuulize tu maswali ya kuchokoza kidogo. Kisikiza napenda kula chakula gani? Mimi Chris Flavor ni chakula napenda. Hata bibi yangu anajua. Siku akipika pilau. Siku akipika pilau na sima na mchunga. Hiyo ndio chakula mimi napenda. Mchunga mwenyewe, mchunga wa uchungu. Pilau, mchunga wa uchungu na sima. Napenda sana. Vipi tunajua balance iko vipi pesa? Sahi. Ile swali la utata. Swala la utata, so baada ya najua, lakini acha hiyo ibaki. Acha hiyo ibaki story yangu. Kidogo nianze kurusha mistari, lakini vile nisikia tu kwa kuna bibi anapika. Tukanywa kidogo. Bibi yuko na huwa anapenda sana kusema bibi ninaye na watoto wawili. Unajua kuna wasanii wengi hawapendi kabisa kusema kuwa kwenye mahusiano. Mimi kiupande wangu, sababu hii kazi tunafanya, wanawake wanakuja wengi sana, wanakuja kibao sana, ambapo sasa usipokuwa na hii, ukiona wewe unapendwa, mwisho wa siku unafanya zero wako unakorogeka. So nikisema nina bibi, huwa nimeweka block ya kwamba watu wajue nina mtu, yani wakikuja wakifika hapo wajue wanakuja na limit. Kabisa. Tukae mbali kabisa. Sasa ni 2026. Je, uko na mpango wowote wa kuachilia nyimbo nyingine? Maana ungesema mwezi wa 3 nimeachilia jana tayari. Leo tarehe 24. Jana nimeachilia ngoma mpya. Inaitwaje? Niwaambie wasikie. Mwana wa Mulungu. Rio kala jomenda ye walaga ndao ya shumara ya mwisho. Inaita kila muda ebeneza mona hoza we. Jamani. Hebu wataipata wapi hiyo Mwana Mlungu? Mwana Mlungu bana, ni ngoma inapatikana kila mtandao. Ukiingia mtandao wote, Boomplay, wherever, kila mahali, YouTube, kila mahali ngoma unaipata. Mwana Mlungu. Mwana wa Mlungu. Mwana wa Mlungu. By Chris Flavor. Basi pale una like pale, unafika pale unaweza ukastream ukalike wafanya kila kitu. Yes. Okay, asante sana Chris Flavor kwa kuja na ningependa tu kuambia wasanii point of correction, mimi si mziki wa Mwanzele tu. Ni si Mwanzele peke yake. Mwanzele peke yake. Mimi ni msanii naimba kila ngoma. Kwa sababu kusema ni Mwanzele peke yake, nimejilimit kwamba mimi ni kwa coast. Sababu Mwanzele Nairobi haijulikani. Unaona? Watu wanakatika. Sasa ile kitu iko mimi naimba kila ngoma. Kuna ngoma inatoka moyo, hiyo ni Kiswahili. Ni kama tu ya Kizikili hivi. Hiyo ni ya Kizikili pasi Kisekula. Hiyo ni toka moyo. So sasa tupeane jumla kwa wasanii sasa. Maana unasema si Mwanzele peke yake. Mwanzele peke yake iko kila mahali. Ili naimba kila nyimbo. Okay. Mimi naambia wasanii wenzangu wale ambao labda bado wako chini, maana ambao wako juu tayari wanazijua zile njia za kwamba wamefanya mpaka wao wamefika juu. Lakini kwa wale wasanii wenzangu ambao labda wanaanza kuinukia na ambao hawajafikia level kama za kwangu, fanya bidii ya kutoa ngoma, na ukiwa unaanza usanii hakikisha uko na kazi nyingine ambayo inakusukuma, ili kusudi hata kama ni kwenda kurekodi ama kama ni kutoa video, uhakikishe kwamba una mchongo mwingine ambao unakupatia hela. Usanii ni mgumu. Ukianza tu hivi tayari pata pesa za haraka mpaka ukae muda. Mimi nimekaa kwa hii game sasa ni mwaka wangu wa 7. Nimekaa. Na ningekuuliza tu ni kitu gani ungependa kukijua mwanzo kabla hujaingia fully kwa muziki? Yaani natamani